Tujaleta dini, tumemleta Yesu wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana mbingu ni ya watakatifu. Mbingu sio ya dhehebu fulani. Mbingu ni ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume 17:30. Tutasoma tu hilo neno ili uende nalo. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 30. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Matendo ya Mitume 17:30. Neno la Mungu linasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama zioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama aoni, lakini sasa hivi anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, ili waingie kwenye toba ili waende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linatuambia ni furaha mwenye dhambi moja akitubu mbinguni, malaika wanashangilia. Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu, ni wewe ndio Mungu anakutafuta. Maana mahali pengine akasema na alikuja kutafuta kile kilichopotea. Ina maana tulipotea pale kwenye bustani ya Eden, na Yesu alipokuja ili kuturudisha tena kwenye Eden. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa amesema anawaagiza watu wote wa kila mahali, watu wa Shamarai wapate kutubu. Sisi hatujui, lakini Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndiye anayewajua watu wa Shamarai walivyo, wanajua ni vitu gani anafanya ambaye Mungu amechukia, lakini leo anawaagiza watubu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watubu kwa kumaanisha kuacha hizo dhambi ambazo Mungu amechukia. Hata Yona alipotumwa Ninawi, alihubiri na watu walitubu na Mungu akagairi kuangamiza Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujue kabisa Mungu ni wa hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulisikia ile nchi ambaye moto ilishuka tu, watu walikuwa wanajitukuza wenyewe. Moto ilishuka, watu wakaleta ndege kuzima moto, lakini baada ya moto kuzimika unaendelea kuwaka. Cha kushangaza unaambiwa kanisa lilibaki na la miti, lakini magorofa yameteketea. Huyu Mungu ni Mungu wa hasira. Sasa anapolituma neno lake kwamba nawaagiza watu wote wapate kutubu, ina maana tuingie kwenye toba, maana Mungu ameona kwamba tumemkosea. Hata kama tunaenda kanisani tunamwabudu Mungu, lakini si katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema watu hawa huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Maana yake tunaenda kanisani, tunakwenda ibadani asubuhi, tunamwabudu Mungu, lakini tukitoka tunaendelea na mambo mengine ambayo yamtukuzi Mungu. Sasa Mungu analituma neno kwamba waambie watu wangu watubu, maana bado ninawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maana ukitubu, hata kama umewatumia leo ukamkubali Yesu akusamehe hiyo dhambi, Biblia inasema kwamba hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hata hesabu, hata kama umeua watumia, ukija kwake kwa wao ya toba, anakusamehe, alimradi usirudie. Anakusamehe kabisa na anafuta, anaanza ukurasa mpya na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatuita watu wa mbuguni, watu wa Shamarai, kwamba tutubu. Usijihesabia dini tubu, ni mimi si Mkristo. Wewe tubu, maana Mungu ndiye anayekujua. Akasema kuna njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini anayejua hiyo njia ni Mungu peke yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaweza nikakuona nikasema huyu ni mtu mzuri. Kanisani namuona ibadani kila siku, anatoa sadaka, anafanya nini? Lakini Mungu akichunguza njia zake, hata hizo sadaka anashindwa tu kumwambia rudisha. Kwa sababu ya matendo yake. Sasa leo Mungu anatuambia tutubu, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tena utajiri na heshima ziko kwake, tena utajiri na huduma na haki pia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema anatembea katikati ya haki ili awarithishe mali wale wanaompenda. Kwa hiyo ukimpenda Mungu, ukimtafuta kwa bidii, yote ijazavyo chini mali yake. Shetani ni muongo. Kama tu alimfuata Yesu akamwambia nisujudie, maana nitakupa kila kitu, na anajua yule ni mwana wa Mungu, usiguse wewe mwanadamu, hana chochote kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Yeye ana kopi, lakini Mungu anaye original. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza akakupa magari, lakini akwambia usilale ndani wala chooni. Akakwambia usisaidie ndugu. Akakwambia uwa mtoto wako, uwa mke. Inakusaidia nini hiyo mali ya kuwa familia yako? Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Mali iliyo nzuri ya Mungu haina masharti. Tena anasema utajiribu mwana haki pia. Wanakula mpaka vitukuu mpaka vilembwe. Lakini ya shetani ina mkataba. Ukifa wewe ambao una mkataba, mali inakatika, nyumba inakuwa magofu, matereka yanakufa, magari yanakufa. Lakini ukija kwa Mungu akikupa, ukifa watoto wako wanaendeleza, ukifa na wao waendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina, amina. Mungu ametutuma mbinguni akasema waambie watu hawa watubu, wanigeukie mimi Mungu mwenye kila kitu. Nina uwezo wa kuwatajirisha na kuwapa kila kitu. Sasa naona mtu alikuwa ni tajiri na kila kitu, leo amekuwa fukara, amekosea tu machati, ameua familia, wapambia wamekufa, amekosea machati, amekuwa tena fukara. Alafu cha kushangaza hiyo mali anayekuambia nitakupa, ukifa unaacha. Sidhani kama utaenda hata na ghorofa
moja mbinguni, au na gari moja, huendi na chochote. Utasikwa na sanda tu, labda kwa heshima, na wale ambao ni matajiri kama wewe watakuja kuseka, lakini jehanamu inakusubiri. Kwa hiyo Mungu ametutuma mahali hapa kwa kusudi la kumtafuta mtu mmoja tu ambaye mbingu ni ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nilikuja kutafuta kile kilichopotea. Kuna mtu mmoja tu ambaye Mungu anamjua, Samarai, ambaye mbingu ni ya kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu akasema ninaenda kuandaa makao ili mlipo na mimi niwepo. Mahali Yesu alipo ndipo makao yetu yalipo. Leo kuna mtu mmoja tu Samarai ambaye Yesu ametuma ujumbe kwa ajili yake kwamba amrudie, ili maana makao yake ni tayari. Asijui Yesu anakuja lini. Nyie wenyewe mnasoma Biblia kwamba anasema nyakati za mwisho watu watapenda pesa, watoto watakuwa heshimu wazazi wao, kwani watu watakuwa hivi na hivi, watakuwa hawana suluhu, wasamehe ndugu. Sasa hivi ukiona watu wamependa pesa kuliko kumpenda Mungu, yuko tayari kumuua baba, yuko tayari kumuua mama, yuko tayari kumuua mtoto, yuko tayari kumuua mke, apate tu pesa, aitwe mheshimiwa hapa duniani, lakini mbinguni anaitwa mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Mbinguni jehanamu. Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Amen. Yaani ukikata roho tu tap, unafika kwenye kiti cha hukumu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na uzuri Mungu hana maswali. Ukifika pale inakuja kamera kubwa inakuonyesha matendo yako. Anasema matendo yako yatafuatana na wewe au yatakutangulia. Amina. Maana ukifa tu tap, matendo yako yako pale, ukifika tu pale hauna maswali ya kuulizwa. Ni mbinguni au jana, ukiangalia tu yale matendo yanakuelekeza safari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana Yesu akasema ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana njia ni pana iendayo potofuni, lakini inayoenda mbinguni ni nyembamba. Watu hawapiti na mizigo yao, hawapiti na usinzi, hawapiti na ulevi, hawapiti na kuoa wanawake watatu wanne, hawapiti na kuoa wanaume watatu wanne, hawapiti na kuvuja ndoa za watu, wanapita watakatifu tu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata kama ni wajinga hawatapotea njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Sasa kuna mtu akipita anafanya nini hapa? Lakini Mungu anajua tunachokifanya. Kuna mtu mmoja tu. Yesu amekuja kumtafuta Samarai. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anakuja kwa ajili ya grupu, amekuja kwa ajili ya mtu mmoja atakayekubali kumpa Yesu maisha na kumgeukia Mungu na kusahau ile dhambi. Anasema ukitubu tu anasahau dhambi zako zote, anayafuta, anaandika faili mpya. Akasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amen. Mpokea Yesu na kuwa mwana wa Mungu na lazima utarisi ufalme wa mbinguni na utarisi mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jioni ya leo watu wa Samarai Mungu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ametutuma mahali. Hatupajui, tunaulizia mpaka tukafikishwa, tukauliza kwa mwenyekiti wetu. Mungu wa mbinguni ambariki mwenyekiti, maana anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si wote wanakubali, mnakwambia sana. Angeuliza maswali mengi na kutuwekea geti. Kabisa. Lakini kwa sababu roho ya Mungu yuko ndani yake, akamwambia hao ni watu wangu, nimewatuma kuiponya nchi. Na yeye akasema na Bwana nimesikia. Bwana na Mungu atambariki na kazidi kumuinua. Maana Mungu anawatafuta watu kama washike nchi ili waelekeze watu kwenye Yesu. Makofi. Anawatafuta watu kama hawa. Ndio maana alimweka yule kwa ajili ya ubunge. Kuna vitu vingi kwa ajili alitetea ubungeni ili watu wa Kristo tupone. Usigombanie siasa. Iko kwa ajili yetu waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutafute hizo viti. Tumuombe Mungu atupe. Yeye anaenda kwa Irizi, sisi tunaenda kwa Yesu. Na Yesu lazima atatumilikisha ili tuweze kuitetea Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu usiogope. Injili hiyo. Yesu amekuja kumtafuta mtu mmoja tu atakayekubali kumpa Yesu maisha. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Ndio maana unajua ametumia gharama kubwa kututoa kule Duruma. Akatupitisha bwawani, akasema na Samarai. Tumefika Samarai, tuna watoto, tuna miji, tumeacha kwa ajili ya wewe. Mungu ametuchagua. Akasema hivi, atakayetoa nafsi yake kwa ajili ya ndugu yake, huyo ndio atakayesalimisha. Atatoa nafsi zetu kwa ajili ya watu wa Samarai. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali kuja kuacha familia na watoto, tukaja mahali hapa kuwakilisha ujumbe wa Mungu aliyesema pelekeni Samarai. Watu wa Samarai watubu. Amen. Lakini sasa inawaagiza watu wote watubu. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Tubu mtu wa Mungu. Amina sana. Mpe Yesu maisha. Amen. Hata na vitu vya ulimwengu vinapita. Kabisa. Magufuli alikuwa rais wa nchi, lakini aliondoka hajapeleka hata kitu. Tulimlilia mpaka leo tunamkumbuka na matendo yake mazuri. Hata kumrudisha. Japo alikuwa na rais mzuri, alikuwa anawatetea wanyonge. Tulikuwa tunaenda sokoni, tunapita barabarani anasema msiwaguse, lakini ameita
akaitwa, basi tukabaki tukilia. Anaondoka akaacha Tanzania. Na wewe ni nani unasema unataka kutawala dunia hii? Huwezi kutawala. Tengeneza mambo yako na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaurithi ufalme wa Mungu. Hata ukienda kule, Yesu akakufuta machozi, akamwambia hongera mwanangu, maana umeshinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tutamshukuru Mungu kwa ajili ya muda, ili watu wa Mungu waende. Kesho tutajitahidi kuwahi kuanza ili tuwahi kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amina.